nimekuja kulipiza kisasi changu. Na hicho kisasi chako hautofanikiwa. Toma! Hapana! Inawezekanaje hiyo? Mwanangu nisamehe. Hapana, nitamaa tu za pesa mwanangu nisamehe. Nisamehe tu mwanangu, sirudi. Mwanangu nisamehe. Karibu kijana, naomba tulie ukae pembeni tuongee. Kijana. Naam. Kwani nimekuja mapema kijijini hapa? Sisi tulikuja na rafiki yangu. Tulikuja kwa ajili ya kilimo. Hapana, simaanishi kwamba kwa nini nimekuja mapema kijijini kwa ajili ya kilimo. Wewe umezaliwa hapa kijijini na nilikutolosha mimi kukupeleka mjini kwenu huko. Sijui umenipata vizuri hapo katika kitu nilichokiongea? Nakupata mganga. Wewe umezaliwa hapa kijijini na wazazi wako waliuawa. Waliuawa kwa fitna za binadamu na tamaa ya madaraka. Wazazi wako wewe walikuwa ni machifu wa kijiji hiki. Waliuliwa na kijana mmoja kwa tamaa ya madaraka ya kuhitaji uchifu. Mbona mimi wazazi ninao wako mjini? Wale kule mjini unaoishi nao wale sio wazazi wako, niliwakabidhi mimi kuishi nao wewe. Japokuwa umerudi mapema, sidhani kama walikupatia stori yako. Wewe unatakiwa kuwa mtumishi na chifu wa kijiji hiki. Umuue chifu aliyopo, urudi kuwa mtawala wewe. Hapana, mimi siwezi. Siwezi. Unatakiwa uwatoe madarakani wewe, ili uweze kutuongoza katika kijiji hiki, maana tunaishi kwa kunyanyasika na wananchi wa kijiji hiki. Yule chifu ni mtu mbaya sana, akikuhitaji wewe anakuua kwa wakati wote. Hapana mganga. Mimi siwezi, naomba tu nirudi. Wewe unatakiwa kukubali, na nina imani unakataa kwa sababu huna nguvu zozote. Ila nina imani naweza nikakusaidia ukapata nguvu na ukapambana na huyo chifu na ukamshinda. Maana hata tangu unazaliwa ulikuwa na nguvu za mizimu ya kijiji hiki. Nadhani umenielewa kwa hilo. Sawa mganga. Nimekuelewa. Tunaweza kuondoka kijana.
Chifu wangu. Naam, mtabiri wangu. Naona huyu kama vile ameondoka. Ameacha vikaragosi vyake hapa. Tunapiga hawa na kuondoka. Kijana, nitakupa nguvu mara 3. Nguvu ya kwanza itakuwa ya kurudisha nguvu zako, na nguvu ya pili itakuwa ya kuongoza nguvu zako namna ya kuzitumia, na nguvu ya 3 ni nusu ya nguvu zako. Na imani hizo nguvu zitakusaidia kurudisha utawala wa wale wanyang'anyi waliochukua kwa mikono ya babako, na imani utazifanyia kazi vizuri. Ili akija aumie zaidi. Chifu wangu. Naam, mtabiri wangu. Naomba urejee nyumbani. Mimi nitamfuata huko huko alikoenda. Sawa, mtabiri. Kijana, hiyo ni nguvu ya kwanza, na imani tutafuata nguvu ya pili mpaka ya 3. Naomba uwe mtulivu kwa nguvu hizi, najua utapata maumivu makali sana. Nahitaji nikupe nguvu hizi za ulisi wangu, nusu yangu ya ulisi ya nguvu zangu. Naomba upokee mkuki huu ambao utakusaidia katika vita yako yote, na hakuna mtu yoyote atakayeweza kushinda nguvu zako pamoja na nguvu hizi. Pokea kijana nguvu hizi. Nguvu hizo hujui kuzitumia hata kidogo. Ngoja nikupele nguvu ya 3 nilokuambia. Hii nguvu ya 3 inakuongoza kutumia nguvu zote. Utajikuta unajua kutumia nguvu hizo japokuwa hujawahi kufanya mazoezi hata siku moja. Naomba ukae tayari kwa ajili ya maandalizi ya kukupa nguvu za mwisho. Sasa kijana, unaweza kuondoka na kujaribu nguvu zako huko unakokwenda. Na imani kwa sasa hivi una uwezo wa kujaribu na kupambana na kuweza na kushinda kwa chochote. Ondoka na urudi baada ya masaa 2.
cheche. Wewe ndio unajifanya mtetezi wa wanyonge. Sasa tumekuja kukuonyesha. Mimi wasiongei kwa maneno, wanafanya vitendo. Basi ngoja nikuonyeshe ili ujue mimi wasio mtu wa mchezo na kuchezewa. Unamwona kikaragosi chako nilichokifanya? Basi na wewe jaribu, nije nikuonyeshe kwa mimi wasichezewi. Wewe kijana mdogo sana kwangu, na huwezi kupambana hata siku moja tukisema tuweke chochote. Basi naomba urudie wewe mwenyewe, nakupa ruhusa hii. Nakwambia nimekupiga kidogo tu, usitorudia tena. Na kama unataka vita, jaribu nikuonyeshe kwa mimi ni hatari kiasi gani. Kijana, kelele za chura hazimtishi tembo kunywa maji kamwe. Na ukiiga kunya kwa tembo utapasuka msamba. Ngoja nikuonyeshe ili ujue mimi ni nani. Kijana, hata wembe unakata lakini hauna diwani. Basi jaribu tuone kama na wewe umekuwa wembe.